kila mmoja ajue ya kwamba unapotembea katika imani ambayo tuliyoiamini, kila mmoja alianza safari yake na imani yake. Kwa hiyo jihadhari basi, usiendelee kutembea kumbe wakati umekufa. Tunapaswa tukayaimarishe matendo yetu yaliyosalia. Imarisha matendo yako yaliyosalia. Je, umebakiza kwa nini kule? Umebakiza tendo gani ambalo linakuzuia ili ukapatikane kuwa uhai katika neno la Mungu? Inawezekana ulibakiza. Ulikuwa mfano hai, ulikuwa unasema na baba yetu Nyagwaso kwamba mtu akauza nyumba weka hiyo nyama. Lakini kuna siku zingine wewe ni msengenyaji tu. Kazi yako ni kwenda kufitinisha. Wewe ni mfitinishaji mkubwa. Kwa hiyo ni lazima kwamba tukumbuke kwamba siku hiyo Bwana atakaporudi itakurudisha nyuma. Tunapewa kila siku, kila mmoja atatoa hesabu ya mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atusaidie. Jambo lingine ambalo tunaenda kusoma ni kumbuka ulivyofundishwa na jinsi ulivyopokea. Hebu tutazame huo mstari wa 2 hapo kwenye ufunuo wetu. Twende msomaji, sura ya 3 mstari wa 2. Hebu tusome. Mstari wa 2 unasema kwamba amina, uwe mwenye kukesha. Uwe mwenye kukesha. Uyaimarishe mambo yako yote yaliyosalia. Yanayotaka kufa yatakuharibu ushuhuda wako. Maana sikuona matendo yako. Maana sijayaona matendo yako. Ninayajua matendo yako. Kwa hiyo anasema ya kwamba ninayajua. Ni Mungu tu peke yake anayejua kama tunaishije. Mungu tu peke yake ndiye anayejua maisha ya moyo wangu. Mungu tu peke yake ndiye anayetujua sisi wote tulioko mahali hapa. Anajua ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema ya kwamba unapaswa kuyashika. Anasema jambo la 2, kumbuka ulivyofundishwa. Kwa hiyo ni lazima tukumbuke tulivyofundishwa na kuyashika na kutubu. Hebu Ufunuo sura ya 2 mstari ule wa 4 na 5. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu, ni sauti ya Mungu wetu. Anasema ya kwamba naja. Na anasema ya kwamba hapa mahali, anasema ule mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako mahali pake usipotubu. Kinara chako kikiondolewa leo, unazimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinara ni yule Roho Mtakatifu ambaye umewekewa na Mungu wetu. Ni taa ya mwili wako, taa ya mwili au jicho la mwili wako. Akiondolewa Roho Mtakatifu, unazimika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa tuinue macho yetu tukimtazama Mungu mwenyewe, ambaye yeye ndiye anayesema ya kwamba naja upesi. Na sisi tuyandae matendo yetu ambayo tunaambiwa ya kwamba tunapaswa kuyakamilisha.